Maana watu wanakimbia kusema bodaboda wanaandamana. Hapana, ni vijana wote wanachopelekea kwenda kuandamana. Kitu cha kwanza, sehemu nyingi zilizopita Songwe huko, mimi nimejaribu kuwasikiliza, wanalalamika kuhusu katiba. Hilo swala la katiba liende likafanywa marekebisho, watu wamechoka. Na kitu kingine, kama rais alifanikiwa kugawa pikipiki kwa wana CCM wote kata zote, kwa nini zile pikipiki asigawe kwa vijana kwenye vijiwe, akatoa malengo ya 3? Nchi nzima hii rais kagawa pikipiki. Haya, kata ya Itunge kuna pikipiki, kata ya Mikoroshini kuna pikipiki. Zile pikipiki zingeenda kwa kufikia wale ambao kusema Mikoroshini, vijana Mikoroshini tumewapa pikipiki 2, mtaweka 3 kama Baba Levo alivyofanya kule, tuone kama vijana wangeandamana. Hakuna kitu kama hicho. Haya, sasa hivi nyie serikali mnachokifanya, mnaenda China, mnatuchukulia watu wa mabonanza, mnawaleta Tanzania, mnaacha kwenda kuwachukua watu waweza kuweka hata viwanda vya matairi, bodaboda tununua matairi kwa bei ndogo, nyie mnaenda kuletea watu sisi wa mabonanza. Si mabonanza ya nini hapa Tanzania? Hatuna shida na mabonanza. Serikali imeshinda kwa ajili vijana wote mmeshinda kwa ajili. Basi nendeni China mnakoenda, mkachukua wale watu wanaohusika na viwanda vya matairi, mwambie tumekupa eneo hili bure, tengeneza kiwanda, watu ajili. Watu watuajiri. Sio kusema ni serikali mnaenda China, mnaenda kule China mnatuchukulia ati watu wa mabonanza, wanaanza kuzunguka, mnawapunguzia na kodi. Kila kibanda hapa Tanzania kina bonanza. Kila kibanda kina bonanza. Tunaenda kwenye swala la bodaboda. Haya, bodaboda mnawapiga vita, mnasema bodaboda ndio walioandamana, bodaboda ndio waliochoma CCM. Sasa hapa Tanzania, hapa Kiela, wala maeneo mengine, sisi mwisho kulala saa 6. Tunashinda kujiachia. Kuna watu wengine wanataka kufanya kazi mpaka usiku, hatufanyi. Fimbo juu, viboko. Na viboko vingi. Naitwa Makwaya Martin. Tatizo la bodaboda ni tatizo lenu ninyi, sio bodaboda. Ninyi ndio mnaoleta vurugu, kwa sababu hamwezi kutekeleza yale mambo ambayo uhitaji wa vijana ambao ni hususani bodaboda, ninyi hamwezi kuyatekeleza, na kwa sasa mnachukua maoni mnatutelekeza hapa. Nilikuwa naomba ushauri, kwa sababu tuna waziri pamoja na naibu katibu mkuu, ni hao tu, haina shida, familia. Ninyi mnachotakiwa saizi hapa, mtuachie namba za simu, lakini vile vile mnatakiwa mfanye haraka kuunda jukwaa la kusikiliza maoni ya vijana kwa ujumla wake, ambalo hilo litasaidia kwa wale ambao watakuwa wamelukwa, ambao watakuwa wamesahau pointi, tutazitumia kwenye nafasi hizo kama inavyotumika kwenye mitandao mingine. Lakini vinginevyo, nachotaka nikumbushe, tulipata elimu kidogo, walipita watu wale wa benki, wasema wajasiriamali wenye vitambulisho vile waliboresha, tutapata mikopo. Baba, paka saizi hamna kitu. Hao wanatuchonganisha na ninyi. Mimi nawaambia kabisa, wanatuchonganisha na ninyi. Ukweli, mkuu wa wilaya yuko hapa, anaweza kawa shahidi. Mimi mwenyewe ni Mwanga. Nilienda pale kwa kitambulisho cha mjasiriamali, hamna mkopo, lakini hela zipo. Kama zimeisha, tuambieni zimeisha. Sasa kijana atajiinueje? Lakini vile vile na familia pale, familia ile inatupiga faini bodaboda, lakini zile fedha huwa tunatakia tuzipate ili tunufaike. Si tumepigwa faini, takia tunufaike familia. Nashukuru, ni hayo. Kilio changu ni kwamba pale tulipo ni peusi, ni giza, yaani usiku, maana vitu vyetu tunauza mpaka usiku, lakini ukifika usiku ni giza, hatuna hata taa. Waziri, tunaomba sana ututafutie hata taa tuwepo pale. Eneo hili ni wanyanyasaji wakuwa kweli. CCM ni wanyanyasaji, na CCM ni ya kwetu, lakini ni nyanyasaji, inatutupa. Ni kama vile Tanzania sio ya kwetu. Mpaka sasa tunasema Tanzania ya kwetu, lakini sio ya kwetu, kwa sababu unyanyasaji ni mwingi. Watu yani tunanyanyasika, vijana tunanyanyasika, hatuna pakulia. Tukilia huku wanatunyanyasa, tukipiga huku wanatupiga mabomu, tukienda huku wanatupiga. Kwa yani, kwa kweli tumeshindwa, tulilie wapi? Tunakushukuru sana waziri kwa hili, kwa kweli sana, yani tunakushukuru sana katika hili. Tunaomba utusikilize kweli, tuko chini ya miguu